Andika kesho yenye neema. Kwa nini sio leo yenye neema? Kwa nini sio jana yenye neema? Kwa nini kesho yenye neema? So maisha ya mwanadamu yamegawanyika kwenye kitu kinaitwa vipindi vitatu. Hebu sema vipindi vitatu. Tunaposema vipindi vitatu tunamaanisha nini? Kipindi cha kwanza ni jana. Hebu sema jana. Andika kipindi cha kwanza ni jana. Juice, majuzi, wiki iliyopita, mwezi uliopita, mwaka uliopita. Hicho ni kipindi cha kwanza cha mwanadamu. Kipindi cha pili cha mwanadamu ni leo. Hebu sema leo. Leo. Au sasa hivi. Yaani majira haya uliopo sasa hivi au leo hii sasa hivi ndio kipindi chako cha pili. Na kipindi cha tatu ni kesho yako. Amen. Kipindi cha tatu cha mwanadamu ni kesho. Amina. Sasa ninataka nikufundishe kwa habari ya kesho yenye neema. Sasa leo nitataka nikupe akili ya vipindi viwili. Tuachane na jana kwa sababu jana imepita. Mwambie jirani jana imepita. Mwambie hata kama jana umelala njaa, lakini tayari imepita. Hata kama jana ulipigwa, lakini imeshapita. Ila leo inatengeneza kesho yako. Sikiliza kwa makini. Nataka nikufundishe kwa habari ya kesho yenye neema. Amen. Jambo la msingi la kwanza kulijua kesho yenye neema. Andika kesho yenye neema inatengenezwa na leo. Amina. Kesho nzuri inatengenezwa na leo. Amen. Kesho yenye mafanikio inatengenezwa na leo. Kesho yenye baraka inatengenezwa na leo. Amina. Au hatima ya kesho inatengenezwa leo. So mwanadamu amejisahau. Sikiliza kwa makini. Kama kuna vitu utakiwi kuvikumbuka ni vitu vilivyopita, kwa sababu jana imepita, haijirudii tena. Amen. Sikiliza kwa makini kufundisha kitu kingine leo. Maisha ya mwanadamu yanatengenezwa. Hebu sema maisha ya mwanadamu yanatengenezwa. Maisha ya mwanadamu yanatengenezwa. Sema tena maisha ya mwanadamu yanatengenezwa. Maisha ya mwanadamu yanatengenezwa. Sasa ni nani anayatengeneza maisha ya mwanadamu? Nisikilize kwa makini. Ndio. Maisha ya mwanadamu unayatengeneza ni wewe mwenyewe. Amen. Andika maisha yangu ya kesho yanatengenezwa na mimi mwenyewe. Amina. Sikiliza kwa makini. Kazi ya Mungu na mama yako mzazi kukuleta duniani iliisha. Yaani hawa hawafanyi tena kazi ya kukuleta wapi? Kukutengenezea kesho yako. Walishafanya kazi yao ya kukuleta duniani. Ndio. So kesho yako ili iwe bora, wewe ndio unaitengeneza. Kuna watu by right now tunaongea bado wanajutia. Kwa nini wanajutia? Ni kwa sababu jana yao na leo yao walishindwa kuitumia vizuri. Amen. Imefika wakati mwanadamu kajisahau. Anahisi kesho yake inatengenezwa na Mungu. Sikiliza, Mungu alishamaliza kazi ya kukutengeneza wewe kuja duniani. Amen. Ila kesho yako inatengenezwa na wewe mwenyewe. Amina. Nisikilize kwa makini. Mungu amemaliza kazi yake. Na acha nikufungua fahamu wako katika jina la Yesu. Ya kwamba kesho yako ni wewe mwenyewe unajitengenezea. Ukiamua leo kulala, umeyalaza maisha yako ya kesho. Ukiamua leo kukaa chini, na maisha yako yatakaa kesho chini. Lakini ukiamua leo kuamka, na maisha yako ya kesho yanaamka. Ukiamua leo kubadilika, na maisha yako ya kesho yanabadilika. Ukiamua leo kusonga mbele, na maisha yako ya kesho yanasonga mbele. Sikiliza, chochote unataka kitokee kesho kinaamuliwa na maamuzi ya leo. Amen. Mtu mmoja aseme amina. Amen. Sikiliza nikufundishe kitu hiki. Watu wamejisahau. Wanafikiri kesho inatengenezwa na mchungaji. Sikiliza, mimi naweza nikakuambia mwanangu, nikakwambia kesho ukafanikiwe, lakini kama wewe usipoamua, hiyo kesho haiwezi kuwa na matokeo. Ndio. Sikiliza nikwambie, na kumekuwa na manabii wengi wanawadanganya watu. Sikiliza, mimi sijaja kukudanganya, nimekuja kukuambia ukweli. Kama leo ukiamua kulala, kesho yako inalala. Kama leo ukiamua kuamka, kesho yako inaamka. Amen. Mtu mmoja aseme amina sawa sawa. Amina, amina. Sikiliza nikwambie, hakuna mafanikio ya kesho ya kuombewa tu peke yake. Ndio. Na Biblia inasema wazi, vita vyetu viko katika ulimwengu wa nini? Wa roho, sio katika damu na nyama. Sikiliza, ulimwengu huu wa nyama unahitaji wewe uamke na uanze kupambana. Ndio. Mimi nikikuombea, naombea mimi mapepo, uchawi, majini, hivyo ndio ninavyoombea. Lakini kwa habari ya mafanikio yako, yametengenezwa na wewe mwenyewe. Amen. The way ulivyo sasa hivi
hivyo ulivyo ni matokeo yako ya jana ulichokifanya. Ndio. Sikiliza nikwambie. Hivyo sasa hivi ulivyo ni matokeo yako ya jana ulifanya. Maono ya kwako wewe hawezi kuwa nayo Mungu. Amina. Wala hata mimi mchungaji sina maono yako. Amen. Maono yako unayo wewe mwenyewe. Ndio. Mimi nitaombea maono unayo. Sitakupa maono yangu. Mimi pia na maono yangu. Amina. So ukiamua kulala leo, umeua maono yako ya kesho. Amina. I don't know if you hear me. Unanisikia sawa sawa? Ukiamua leo kulala, maisha yako kesho yanafanyaje? Ukiamua leo kulala, unaua maono yako ya kesho. Ukiamua leo kulala, ndoto zako kesho lazima zilale. Kwa nini? Ni kwa sababu leo inaamua hatima ya kesho. Amen. Usingizi. Sikiliza nikwambie kweli. Kuna watu tunaishi hivi lakini bado tumelala. Sikiliza, kulala sio kufumba macho. Unaweza ukawa haujafumba macho lakini Ndio. My God. Sikiliza nikwambie kweli. Unaweza ukawa hujafumba macho. Unaweza usio huko kitandani lakini kwenye maisha ya kawaida umelala. Ndio. Ikiza jirani yako mwambie amka usingizini. Amka usingizini. Mwambie tena amka. Amka. Kesho yenye neema inatengenezwa kwa juhudi na bidii. Andika hiyo ikusaidie. Kesho yenye neema inatengenezwa kwa juhudi na bidii. Amina. My God. Kwa lugha nyepesi, wanaofanikiwa kesho sio wavivu. Amina. Walokole, kama kuna vitu vitakuja kuwakosesha baraka zenu, ni kaneno kanaitwa uvivu. Amen. Mimi hata nawaangalia muda unaoingia kwenye ibada, najua kabisa hili livivu linaingia ibadani saa 4. Ibada unasema ni saa 4 kamili, yeye saa 4:30 ndo anaingia kanisa. Unajua kabisa huyu mvivu, kesho yake itakuwa mbaya. Kwa nini? Kwa sababu kesho yenye neema inaamuliwa na mtu mwenye juhudi na bidii. Amen. Lakini pia andika, unaandika, kesho ni fumbo ambalo bado haujaliona. Kesho ni fumbo ambalo bado sijaliona. Amina. Uliza jirani yako, umejiandaje kwa ajili ya kesho? Umejiandaje kwa ajili ya kesho? My God, uliza tena, umejiandaje kwa ajili ya kesho? Umejiandaje kwa ajili ya kesho? Kwa sababu leo ndio inaamua nini kesho. Tafsiri yake, kama leo una uwezo wa kulala, umeshajua kesho unacho chakula. Amen. Kesho ni fumbo. Mungu anamwambiaje Hezekia? Tengeneza mambo ya wapi? Ya nyumbani mwako, kwa sababu utafanyaje? Utakufa. Kesho yako hauijui. Leo nimekuja kukufungua akili yako. Anza kutengeneza maisha ya kesho, maana kesho yako haijui. Anza kuweka akiba, maana kesho hauijui. Amen. Kama leo ukijituma, tukisikia wewe kesho ni milionea, hatushangae. Kwa nini? Unajituma. Leo ukijituma, kesho ukifanikiwa, hayupo wa kushangaa. Kwa nini? Kwa sababu yeyote alijituma leo alijitengenezea kesho yake yenye neema. Amen. Sikiliza niwaambie ukweli, acheni kulaumu watu. Imefika wakati tunalaumu watu. Yule mtoyo ana hela lakini hatoagi. Sikiliza, ni za kwake, alizitafuta mwenyewe. Na wewe tafuta za kwako. Amina. Mimi kwenye familia yetu kuna watu wana hela hawatusaidii. Ndio, ni za kwao, na wewe pambana upate za kwako. Amen. Amina, lazima ipungue hapo. Hapo lazima ipungue. Sio sinaongea ukweli. Sikiliza, mambo ya kusemaga mjomba wetu amefanikiwa lakini ni mchoyo, na wewe tafuta vya kwako ufanikiwe, uache kulaumu watu. Amina. Sikiliza nikwambie, leo yako inaamua kesho yako iweje. Ukijituma leo, kesho lazima ufanikiwe. Amina.